Mambo matano ya kujifunza. Simba 2, Pamba Jiji 1. Watu ni wengi sana ndani ya Mugisha Talksport baada ya ndoa ya Simba na Soa kuvunjika kutokana na tabia za mshambuliaji Soa. Simba sasa walihitaji kuja na plani ambayo ingeweza kuwa rescue, kwa sababu hakukuwa na yule mtu ambaye as a standing man, ukimtoa Selemani Mwalimu, hakukuwa na yule mtu ambaye standing man ambaye anaweza kukuoffer that huge amount of goals. Lakini Simba walichokifanya ni kama wamedistribute goals around players. Utamwona Chama akiwa na goli 8, utamwona Selemani Mwalimu akiwa na goli 8, utamwona Geye akiwa na goli 7, lakini pia Mpanzu akiwa na goli 5, Anshet Oura akiwa na goli 4. Hii ni mbinu ambayo Pep Guardiola amekuwa akiitumia kipindi ambacho yupo na Gabriel Jesus. Alikuwa anatafuta alternative ya kusolve issue ya magoli kama Gabriel Jesus akiwa na magoli, kwa hiyo akiwa na majeruhi. Kwa hiyo kulikopo kuna distribution ya magoli around players. Kwa hiyo attackers wa Pep Guardiola wengi walikuwa na magoli. Kwa hiyo kama ambacho kimetokea Simba, Ribase Gay, Anshet Oura, Chama, Mpanzu wote wanafunga. Napenda ushindani ambao unaendelea ndani ya ligi yetu. Pale ambapo utaona goli zimefungwa utajiuliza nani ambaye kafunga, lakini pale ambapo mechi imeisha utajiuliza vipi clean sheet. Maana yake ni kwamba utaangalia ushindani kati ya Diala lakini pia Mamadou Kasari. Kwa hiyo goli likifungwa kwa Simba utamkumbuka Diala, lakini pia goli likifungwa kwa Yanga utamkumbuka Mamadou Kasari. Kwa hiyo napenda kitu ambacho kinaendelea ndani ya ligi yetu, ushindani all around the players. Eli Mpanzu alikuwa na kiwango cha kusuasua sana ndani ya Simba, lakini baada ya kuwa shifted na kuwa the force number 9, kuna kitu kimebadilika ndani ya Eli Mpanzu. Assist anapata, goli anapata, ni kitu ambacho kilikupo very very nadra kwa Eli Mpanzu. Kwa hiyo maybe sometimes kwenye maisha you have to look in another way kwenye namna ambavyo unatafuta pesa. Maybe you can find it in elsewhere. Ligi kusimama kwa muda mrefu inawafanya wachezaji wanakuwa dormant, na each kipindi mechi zishaisha, timu zimesha agana na wachezaji, you can find that zile mechi za kirafiki ambazo zinaweza kukupa ule ushindani. Na ukiangalia mchezo wa jana, kwa sababu sikuangalia mchezo wa Yanga vizuri, niliangalia baadhi ya minutes, unaona kabisa namna ambavyo timu ina struggle, wachezaji wako dormant. Kwa maybe kuna kitu ambacho kinakosekana timu ambapo haipati nafasi ya kucheza back to back. Kwenye ubingwa Simba still bado hawajakata tamaa. Baada ya kuruhusu lile goli unawaona wakipambana. Inaonekana kama still wanaamini kuna kitu kinaweza kutokea. So maybe we don't know.